Kitabu cha Mwanzo mlango wa 15 mstari wa 1 mpaka wa 7. Baada ya mambo hayo, neno la Bwana likamjia Abraham katika njozi likinena, usiogope Abraham, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Abraham akasema, Bwana Mungu, utanipa nini? Nami naenda zangu hali sina mtoto, na atakaye imiliki nyumba yangu ni huyu Eliezeri Mdameski. Abrahamu akasema, tazama, ukunipa uzao, na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mrithi wangu. Nalo neno la Bwana likamjia likinena, huyu hata kurithi, bali atakaye toka katika viuno vyako ndiye atakaye kurithi. Akamleta nje akasema, tazama sasa mbinguni, kazihesabu nyota, kama ukiweza kuzihesabu. Akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Akamwamini Bwana, naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Kisha akamwambia, mimi ni Bwana niliye kuleta kutoka Uru wa Wakaldayo, nikupe nchi hii ili uirithi. Ukiangalia hapa unaweza kuona hali aliyokuwa nayo Abraham. Alafu ghafla Mungu kamjia kwenye njozi. Anasema, Abraham, mimi ni ngao yako na ni thawabu yako kubwa sana. Hajajibu kitu ambacho aliambiwa na Bwana kwamba yeye ni ngao yake na thawabu yake kubwa. Kitu alichokijibu anasema hivi, Abrahamu akasema, Mungu, utanipa nini? Manake Abrahamu alikuwa na uchungu. Anasema, utanipa nini? Nami naenda zangu hali sina mtoto. Mimi kuwa ngao yako haina shida, mimi kuwa thawabu yako haina shida, lakini mbona sina mtoto? Maana lazima niwe na mrithi ambaye ni mtoto wangu. Maana tuna mtu anaitwa Eliezeri ni Mdameski, ndo atakaye rithi. Kwa kilikuwa kinamsumbua sana sana Abraham, sana. Soma mstari wa 4. Mstari wa 4 unasema, nalo neno la Bwana likamjia likinena, huyu hata kurithi, bali atakaye toka katika viuno vyako ndiye atakaye kurithi. Soma mstari wa 5. Akamleta nje akasema, tazama sasa mbinguni, kazihesabu nyota, kama ukiweza kuzihesabu. Akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema akamleta nje. Maana yake alikuwa ndani, si ndio? Lakini hapo ni kwenye njozi. Akamleta nje. Akasema, tazama sasa mbinguni, ukazihesabu nyota. Hauwezi kuzihesabu nyota ikiwa ni mchana. Lazima nje kulikuwa ni usiku, si ndio? Kwa alipotoka nje akaangalia juu ili aweze kuzihesabu nyota. Kwa akamwambia, unaona huko nyota zilivyo? Ukiweza kuzihesabu nyota, ndivyo uzao wako utakavyokuwa. Alafu mstari wa 6 anasema, akamwamini Bwana, naye akamhesabia jambo hili kuwa na haki. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa habari ya mtoto likawa limetiki. Nisikize kwa makini. Mstari wa 7, Mungu akaendelea kumwambia, kisha akamwambia, mimi ni Bwana niliyekuleta kutoka nchi ya Wakaldayo,
nikupe nchi hii ili uirithi. Kwa mtoto hakuna shida, kaangalia nyota, kazihesabu, akaambia kama utaweza kuzihesabu hizo nyota ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Hana shida kwenye hilo eneo. Lakini kaja mstari wa 7 anasema hivi, kisha akamwambia, mimi ni Bwana niliyekuleta kutoka nchi ya Wakadayo, nikupe nchi hii ili uweze kuirithi. Sasa kama nataka kujua nitairithije tena hiyo nchi, ni sawa, swala la mtoto lilikuwa namba 1, lakini swala la nchi ni namba 2. Swala la mtoto tumetiki, wala hakuna shida, lakini swala la nchi itakuwaje? Naomba nisomee Mwanzo 15 mstari wa 8 mpaka 17. Kitabu cha Mwanzo sura ya 15 mstari wa 8 hadi ule wa 17. Neno la Mungu linasema hivi, akasema, Bwana Mungu, nipateje kujua ya kwamba nitaurithi? Akamwambia, unipatie ndama wa miaka 3 na mbuzi mke wa miaka 3 na kondoo mume wa miaka 3 na hua na mwananjiwa. Akampatia hao wote, akawapasua vipande viwili, akaweka kila kipande kuelekea mwenzake, ila ndege hakuwapasua. Hata tai walipotua juu ya mizoga, Abraham akawafukuza. Na jua lilipokuwa likichwa, usingizi mzito ulimshika Abraham, hofu ya giza kuu ikamwangukia. Bwana akamwambia Abraham, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake. Watawatumikia watu wale, nao watateswa muda wa miaka 400. Hata na taifa lile watakao watumikia nitawahukumu, baadaye watatoka na mali mengi. Lakini wewe utakwenda kwa baba zako kwa amani, utazikwa katika uzee mwema, na kizazi cha 4 kitarudi hapa, maana haujatimia uovu wa Waamori bado. Ikawa jua lilipokuchwa likawa giza, tazama, tanuru ya moshi ya mwenge unaowaka ulipita kati ya vile vipande vya nyama. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nisome mstari wa 8, wa 9 na wa 10. Hiyo tu. Mstari wa 8 unasema hivi, akasema, Bwana Mungu, nitapataje kujua ya kwamba nitaurithi? Akamwambia, unipatie ndama wa miaka 3 na mbuzi mke wa miaka 3 na kondoo mume wa miaka 3 na ua na mwananjiwa. Akampatia hao wote, akawapasua vipande viwili, akaweka kila kipande kuelekea mwenzake, ila ndege hakuwapasua. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema akasema, Bwana Mungu, nipateje kujua ya kwamba nitarithi? Amemuuliza swali, nipataje kujua kwamba nitarithi? Kitu Mungu alichomwambia, akamwambia sadaka. Kuna uhusiano gani wa sadaka na kurithi nchi? Nilikuwa nafikiria atamwambia utapika kwenye mipaka fulani ili uweze kuirithi nchi. Kitu anachomwambia, anasema hivi, akamwambia, unipatie ndama wa miaka 3. Hiyo ndio kwa mara ya kwanza Mungu anatoa oda ya kupatiwa sadaka. Sadaka zote zilikuwa zinatolewa kwa hiari, lakini hii kwa mara ya kwanza Mungu anamwambia Ibrahim, anasema, akamwambia unipatie ndama wa miaka 3, mbuzi mke wa miaka 3
na kondoo mume wa miaka mitatu, na hua na mwananjiwa. Mstari wa 10 akasema hivi, akampatia hao wote, akawapasua vipande viwili viwili. Swali ambalo nataka tujiulize, alimwambia ampatie, ilikuwaje Ibrahimu awakate vipande viwili? Kwani hilo kaambiwa? Kaambiwa wewe leta sadaka, lete ndama, leta mwanakondoo, leta mbuzi, leta ua, leta njiwa. Vitu vingapi? Vitano. Lakini cha ajabu, Biblia inasema mstari wa 10, akampatia hao wote, akawapasua vipande viwili. Huu ufunuo aliutoa wapi Ibrahim? Sasa nisikilize kwa makini. Kipindi kile cha kina Ibrahim, ilikuwa mfalme mmoja anapoenda kupigana na mfalme mwingine. Kwa mfano, labda Tanzania inaenda kupigana na nchi ya Kenya. Tukifanikiwa kuishinda nchi ya Kenya, yule mfalme wa Kenya au yule rais wa Kenya atakuja na sadaka, na hizo sadaka alizonazo ni ndama, ni kondoo, ni mbuzi, hua na njiwa. Alafu akisha kuja navyo yule rais wa Kenya mbele ya rais wetu, atachukua avikate vipande viwili viwili. Yule ndama amkate vipande viwili, kipande kimoja atakiweka hapo na kipande kingine atakiweka hapo. Yule mbuzi amkate vipande viwili, kipande kimoja kiweke hapo na kimoja hapo. Yule ndama amkate vipande viwili, kipande kimoja huku na kipande kimoja huku. Hapo katikati wanaweka njia. Yule hua na yule ndege wanakaa hawajapasuliwa. Unanielewa eh? Kwa hiyo sasa mfalme kama rais wa Tanzania atakaa kule mbele, wakati hapa kuna hii njia, alafu kuna vipande. Kuna kipande cha ndama kulia, kipande cha ndama kushoto. Hivyo mbuzi kulia na kushoto, kondoo kulia na kushoto, njiwa na ua wamekaa hapo. Alafu yule mfalme akija, ameshaweka hiyo sadaka yake, ataanza kupita kwenye ile sadaka mpaka kufika kwa yule mfalme. Akiwa anapita kwenye ile sadaka, manake ni nini? Manake anamueleza kwamba mimi nitakuwa mtii kwako, na endapo sitakuwa mtii kama huyu ndama alivyokuwa amekatika vipande viwili, na ndivyo mimi nitakatika. Kwa anatoka huku paka akifika mbele kwa yule mfalme, kwa yule rais. Rais anakuwa amejua kwamba huyu ni mtii. Umenielewa eh? Kwa hiyo sasa kitu ambacho alikifanya Ibrahim, naye aliamua kuagawa hivyo hivyo vipande viwili viwili. Ndama kipande kimoja huku, kingine huku. Kondoo huku, kingine huku. Mbuzi huku na mwingine huku. Na hawa hua na njiwa wamekaa hivi. Alafu ghafla akiwa anajiandaa kupita, kwa sababu Mungu alishamwahidi kwamba atampa ile ardhi, si ndio? Akasema, Mungu, kama hautanipa hiyo ardhi, nitapita kwenye hii sadaka.
Ghafla akiwa anajiandaa kupita, ghafla kunguru akaja. Na kunguru walivyokuja wakataka kuanza kuichukua ile mizoga. Manake ni nini? Kama wakichukua ile mizoga wakaondoka nayo, ile sadaka haitakuwa haitatekelezeka. Mungu akisha kueleza kutakuwa na kunguru ambao watakuja, watakueleza kwa habari ya kodi, watakueleza kwamba hiyo sadaka unatoa utaishije. Maana lengo la kunguru lilikuwa ni kuchukua ile mizoga na kuondoka nayo. Kama wakichukua ile mizoga wakaondoka nayo, Ibrahimu, ile sadaka itakuwa ina maana. Bwana Yesu asifiwe. Kitu ambacho alikifanya Ibrahimu, mstari wa 11. Mstari wa 11 unasema hivi: hata tai walipotua juu ya mizoga, Abraham akawafukuza. Hata tai walipotua juu ya hiyo mizoga, Abraham akawafukuza. Nisikilize kwa makini. Imagine wakati anawakatakata wale tai hawajaja, paka anawapanga, tai ndo wanakuja. Au tai wana maana gani? Lazima kuwa na nguvu za giza. Nisikilize kwa makini. Siku zote sadaka ambayo italeta tija kwenye maisha yako, lazima shetani atahusika. Lazima aje. Ukiona Mungu kakueleza juu ya sadaka fulani na aliyekueleza ni Mungu mwenyewe, jua kabisa shetani atakuja tu. Atakuja kueleza habari ya ada ya watoto, atakuja kueleza habari ya kodi ya nyumba, atakuja kueleza kwa habari ya namna ambavyo kutoka hapo paka kwenda kazini unaendaje. Atakuja kuelezea vitu vingi. Lakini kitu ambacho Ibrahimu alikifanya, aliamua kuwafukuza wale tai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Msome mstari wa 16, 17 na 18. Msome. 16 inasema hivi: na kizazi cha 4 kitarudi hapa, maana haujatimia uovu wa Waamori bado. Ikawa jua lilipokuchwa likawa giza, tazama tanuru ya moshi na mwenge unaowaka ulipita kati ya vile vipande vya nyama. Siku ile Bwana akafanya agano na Abraham, akasema, uzao wako nimewapa nchi hii, kutoka mto wa Misri mpaka huo mto mkubwa, mto Frati. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wale tai wamekuja na akafanikiwa kuwafukuza wale tai, akiwa anajiandaa kupita, ghafla usingizi mzito ukampata. Na usingizi ulimpata akiwa huku mbele, na kuna ndama, kuna mbuzi, kuna kondoo. Kwa usingizi ukampata, alafu ghafla kuna kitu kilitokea. Mstari wa 17 sema, ikawa jua lilipokuchwa likawa giza, tazama tanuru ya moshi wa mwenge
unaowaka ulipita katika vile vipande vya nyama. Maana yake ni nini? Sio Ibrahimu alipita kwenye ile nyama. Ila Mungu akapita kwenye ile nyama. Akaanza kupita kuanzia kwa wale njiwa, kapita kwa yule kondoo, kapita kwa yule mbuzi, kapita na kwa mwanandama. Kitu alichokuwa anakiona, alikuwa anaona tanuru la moto likipita. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba neno ambalo nimekuambia la kwamba nitakupa hii ardhi, mimi Mungu kama sitakuja kutimiza hilo neno, na mimi Mungu nitakatika vipande vipande. Kwa Mungu akaanza kupita kuanzia kwa yule njiwa mpaka kwa yule ng'ombe. Alafu ghafla akashtuka, akasema, yani kumbe Mungu ananielezea kwamba mimi Mungu kama sitakuja kutimiza hili neno ambalo nimekuambia, nitakatika vipande vipande. Imagine Mungu akiingia agano na wewe, akapita katikati ya hizo sadaka zako, utakuwaje? Na Mungu akakuahidi kabisa kwamba katika hizi sadaka ambazo umezitoa, mimi Mungu nitahakikisha ninalitimiza neno langu. Hata kama wewe hautaifaidi, ila watoto wako watakuja kuifaidi. Wakaingia utumwani wana wa Israeli. Wakiwa huko utumwani, wakiwa wanalia sana, wanamsihi Mungu, Mungu akaamua kumuinua Musa. Nisikilize kwa makini. Musa hakuinuka kwa sababu ya maombi yake yeye. Musa aliinuka kwa sababu ya maombi ya Ibrahimu.